Seruchuge. Bwana asifiwe. Hebu tuombe. Bwana Yesu ni asante. Katika mambo machache ambayo utatunenea, tunashukuru. Kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Nasema kuna mambo machache ambayo tunahitaji kuongea. Na tulikuwa tunasema nature. Neno la Mungu la asili ni nature. Nature is the original word of God. Amen. So we are supposed to be taught some of these things by nature. Tuko na hili neno la Mungu ambalo limeandikwa kwa kitabu. Lakini kuna neno la Mungu ambalo halijaandikwa kwa kitabu na the original nature. Wakati Mungu alisema na tuumbe zile vitu ambao aliumba, hiyo ni neno la Mungu, liandikwa na neno lake. Amen. Neno la Mungu linapaswa kuandikwa ndani ya moyo wako. Na likiandikwa ndani ya moyo wako, lisomwe katika maisha yako. Am I talking to somebody? Neno la Mungu liandikwe ndani ya moyo wako, na likiandikwa ndani ya moyo wako, lisomwe katika maisha yako. Tunakubaliana? Bwana asifiwe. Ikifika ni watu wa Mungu, hatuvai nguo kwa sababu inavaliwa. Kuna neema ambayo Mungu hupea watu wake, na sisi tumeipata. Amen. Hatuendi tu kanunua nguo kwa duka, kwa sababu nguo yenye imeshonwa inakuwa na meaning. Inakuwa na nini? Na imetengenezwa for an occasion. It has been made for an occasion. So wewe muaminio unapoenda ununue tu nguo, na especially unapoongea hii naongea na wadada, unapoenda unanunua nguo, elewa ya kwamba umenunua nguo ya occasion fulani, na hiyo occasion umeileta pengine katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa mfano kuna nguo ambazo zinatengenezwa za kisherati. Hiyo nguo kienda ukiinunua ukiwa dada, ati umepata rida nzuri kwa mtuba, wonake rida kega mtuba-ini. Wakathi ukauga wegerie, wakathi ururuka ukiuragia, uranyona atia riu. Mwathani agocwo. No amenya hiyo rida watu ukivaa, watu hawataona Mungu ndani yako. Bwana asifiwe. Kuna neema ambayo Mungu anawapeaga watu wakija katika nyumba yake. Na neema moja wapo ambao sisi tumepata ni kwamba wadada zetu napata nguo zile wanafaa. Unapata ni za bei kali, lakini tumezipata kwa neema, kwa njia rahisi. Amen. Ni kwa sababu ni nguo ambao ni ya kushona. Haikununuliwa tu. Imagine mimi pastor, maana unapiga kelele. Imagine mimi pastor, nimekuja na nguo yenye imeshara. Utakuja hapa. Imagine mimi pastor, nimekuja kanisani na nimekuja na nguo yenye trouser yenye imekatakatwa huku. Itakuwa aje? How will it be? Praise the name of Jesus. Kwa hivyo sasa ni vizuri kujua ya kwamba kila nguo ambayo unaona imeshonwa, imeshonewa occasion fulani. Amen. Unapata nguo nyingine ni refu inafika mpaka kwa mguu, ni dress ya dada, lakini imekatwa mkato mkubwa, imefika mpaka huko juu. Sasa hapo tunaonyesha Mungu, hapana unakaa hapa uendi mahali. Pole mtoto wangu. Bwana asifiwe. Naongea na nyinyi wadada mwenye mko na watoto. Unapata msichana yako ndiye huyo. Amevaa kaguo, alafu hiyo nguo ni nzuri, ni refu, lakini imekatwa mkato mpaka huku. Hapo tunakona Mungu. Tuelewe ya kwamba mwanamke anawakilisha kanisa. Mwanamke anawakilisha nini?
Kwa hivyo hata kama mwanaume anahitaji kuangalia vile anavaa, mwanamke aangalie zaidi. Kwa sababu nionyeshe kanisa lako, nionyeshe wanawake wako, na mimi nitakwambia kanisa lako liko namna gani. Ukirudi kwa maandiko, neno linasema mwanamke anahubiri kwa matendo bila maneno. Kwa matendo bila Halo? Kwa matendo bila. Na hapa kuna dhambi nyingine ambayo mtu anafanyaga kwa moyo. Kuna dhambi ambayo inafanywa wapi? Tuambiane ukweli, hata kama ukweli ni chungu saa nyingine. Si ukweli inakuwa chungu. Sio kaa vizuri. Kuna dhambi ambayo inafanywa wapi? Kwa moyo. Unapata wewe dada umevaa vibaya. Bwana asifiwe. Na wakati umevaa vibaya, umekaa mbele ya watoto wako. Sasa watoto wako wanapita, wanajionea video. Na hawawezi wakakwambia kwa sababu wewe ni mama yao. Mambo haya tuambiane ama tusiambiane? Tuambiane ama tusiambiane mama Ima? Kwa nini wengine wananyamaza? Tuambiane ama tusiambiane? Unapata ya kwamba mwingine hata ni baba ya watoto, huyo ni msichana wake amevaa vibaya, anakaa vibaya mbele yake, alafu hiyo ni dhambi. Na hawezi kusema ni kweli ama si kweli. So maisha ya mwanamke is a very delicate life. Kwa hivyo dada zetu, kwa maombi na wapea baraka, hamtakuwa mkinunua nguo za mtumba. Mungu atawapea baraka. Amen. Utakuwa ukienda hivi unachomoa ile mzuri, na unachomoa ile ya utukufu wa Mungu. Watu ukivaa hivi wanakuona wewe kweli ni mama umeokoka. Watu wakikuona hivi wanaona huyu msichana ameokoka. Si unapata kasichana kamevaa kaguo kengine, kanaenda kakichokozo huko na boys. Uko smart. Uko smart. Alafu boys wakienda sana kanawaambia wewe, by the way unajua nimeokoka. Hakuna mambo ya by the way, kuokoka ni mwanzo mpaka mwisho. Praise the name of Jesus. Pia ni vizuri kuwa mwangalifu nyimbo zile ambao mnaimba hapa kanisani. Be careful about the songs you are singing in the church. Praise the name of Jesus. Nyimbo zingine zimetugwa ili kutafuta pesa. Wimbo yenye metugwa ili kutafuta pesa haitafika katika uwepo wa Mungu. Kwa sababu imefanyiwa ibada. Ibada yake ni kwamba ni pesa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nyimbo nyingi ni tamu sana. Kama kuna wimbo moja imeibwa na mtu anaitwa GP. GP. Anaibaga nekore Ngai matuine nekore Ngai. Utaconoraga arĩa othe mamwĩhokaga. Ũyũ ti mwaganu. Anasema nini? Ũyũ ti mwaganu. Wewe unaweza ambia mama yako, can you discuss? Unaweza ambia mama yako ti mwaganu? No, ile mama wangu ti mwaganu. Can you use that language to your mama? Will it be respectful? Ingawa anaimba sana, ingawa ako na sauti ya dhahabu kama ya shetani wakati alikuwa mbinguni, lakini wimbo yake ina maswali. Juzi nilimuona akikuja gumi namna hii. Akikuja gumi ati ni wimbo anaimba, bado ni gospel. Be careful. Kuwa mwangali. Bwana asifiwe sana. Sababu zingine nyimbo hazihubiri Mungu. Si hazihubiri Mungu, anaimba atafute pesa. Anaimba afanye nini? Atafute pesa. Mtu awekee Maina chai hapo. Maina ngoja uwekewe chai. Sio wekea Maina chai hapo. Bwana asifiwe sana. Pia chunga ile kanisa unaenda. Watu wengine wamefungua kanisa ili watafute pesa. Wamefungua kanisa ndio watafute nini? Pesa.
Mtu mwenye amefungua kanisa ndiye atafute pesa, utaona Mungu ndani ya hiyo kanisa. Na kwa sababu wamefungua ndio watafute pesa, ndio manake unapata wanahubiri sana kuhusu pesa. Wakati tunapoimba nyimbo, elewa hivi. Naomba nirudi kwa upande wa nyimbo kidogo. Wakati tunapoimba nyimbo, uelewe hivi. Kuna wimbo ingine utaimba usikie umebarikiwa sana. Umeimba, umesikia umebarikiwa sana. Lakini unaweza shangaa sana kuona wimbo wewe unasikia umebarikiwa sana lakini haikumfikia Mungu. Unajua hivyo? It is very possible. Uimbe wimbo usikie wewe umebarikiwa sana lakini haijamfikia Mungu. Hatutaki wimbo kama hiyo. Tunataka wimbo yenye nakubariki na inamfikia Mungu. Amen. Praise the name of Jesus. Ni vizuri pia kuelewa lugha zile tunaongea. Kama leo nafikiri tulipa wimbo moja asubuhi ile inaendaga Elohim, Yehova, Yeshua. Pengine haukuelewa maana ya hiyo wimbo. Ni vizuri kuimba kwa akili pia. Elohim. Elohim ni jina la Bwana Mungu wetu alilompatia Ibrahimu. Yehova. Yehova ni jina ambalo Bwana Mungu wetu alimpea Musa. Yeshua. Yeshua ni jina la Mungu wetu ambao ametupea. Amen. Kwa hivyo tunapoimba Elohim, Yehova, Yeshua, Elohim, Yehova, Yeshua. Wakati tunaimba hivyo, we are singing the name of the Lord our God. Amen. He revealed himself to Abraham as Elohim. He revealed himself to Moses as Yehovah. And he has revealed it to us, himself to us, in the name Yehoshua. Amen. So when we are singing this, we are singing the name of the great King Yehovah. Amen. Now, pia kuna wakati unasikia tunaimba hivi. Kuna wakati unasikia tunaimba hivi. You'd have her. Tunatumia hiyo maneno you'd have her. You'd have her is the same the name Yehovah. Now the non-utterable name of the great King Yehovah. Ni vizuri wakati unapoomba uimba nyimbo, uimbe kwa akili na uimbe kwa moyo. Amen. Wakati unapoabudu, abudu kwa akili na uabudu kwa moyo. Amen. Amen. Am I speaking to somebody? Hatutafanya vitu kwa sababu zinafanywa. Tutafanya vitu vile zinafaa. Tukirudi sasa mahali pengine, mwanamke anastahili kuvaa nguo za mwanaume. Hapo unaweza pata jibu kwa mtu. Kuna mtu anaweza kupea jibu. Mwanamke anafaa kuvaa nguo za mwanamke. Mwanamke anafaa kuvaa nguo za mwanaume. Mwanamke anastahili kuvaa trouser. Mwanamke hastahili kuvaa nguo za mwanaume. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa sababu you are fearfully and wonderfully created by God with a purpose. Amen. Sasa hii ni mambo madogo yale tunaendelea tukiinua kidogo kidogo mpaka mtu ajue. Mpaka mtu ajue. Ibada ya kwanza ni ile ibada unamfanyia Mungu na mwili wako. Ibada ya kwanza ni ile unamfanyia Mungu na mwili. Hello? Kwa hivyo wakati mwanamke anapovaa nguo ya mwanaume anamtoa Mungu makosa. Mungu hapa ni kama wewe, hapa kuna mahali kufanya poa. Praise the name of Jesus. Ni vizuri mwanamke avae nguo za mwanamke. Si lazima mtu avae nguo ya pleat kama vile naona mke wangu anavaa. Unaweza shona nguo refu, pana, yenye iko free. Bwana asifiwe sana. Lakini mke wangu anapenda za pleat kwa sababu hata akikalia pikipiki haikui fupi. Unajua kuna wakati mwingine unaona mwanadada amevaa nguo
alafu anakalia pikipiki. Nguo ilikuwa refu lakini imekuwa. Ni kweli, tuambiane ukweli ama ni aje my sisters? Shall we tell ourselves the truth? Amen. Kwa hivyo ibada ya kwanza ni ibada ya mwili wangu. Ibada ya kwanza ni ibada ya nini? Ya mwili wangu. Kutoa mwili wangu uwe dhabihu inayokubalika mbele ya Bwana. Praise the name of Jesus. Hello? Hello? Wafundishe watoto njia za Bwana wakiwa wadogo, na hata wakiwa wakubwa hawataziacha. Amen. Kwa hivyo mimi nafika hapo kwa sasa, na sasa tutaweza kuomba.